Uko good mzee wetu? Yes, of course. Tunaomba tupe sababu 2 za msingi za kuchelewa interview. Tunaweza tukasema kwamba ni Sio tunaweza. Hebu sisi tunahitaji sababu. Sio tunaweza tukasema. Usilabdishe. Tunataka kitu real kabisa. Usiweke neno kama. Huo ni utovu ni dhana. Makofi 3 kwa ajili yake. Safi. Ya pili? Pili sidhani kama kuna ya pili ndio ni hiyo. Ni utovu ni dhana. Au mlikuwa mnaenda kupitiana ndio. Noma kwa sababu kuna wenzio walikuja hapa mwanangu. Wamechelewa kama wewe, tukawakazia, alafu wao kumbe walipitiana bana. Yaani mmoja anatokea Ivumwe, mwingine yapotea zamani, mwingine anakisanga. Kwa hiyo Ivumwe kampitia wa airport, wakaenda wa Isanga ndio wakawa wanakuja huko. Bora hiyo labda mpitiana moja nakaitua mmoja. Leo ukasema bwana siwezi kwenda bila kameramani wangu hapa. Nisipate picha. Kwa sababu ujumbe nilipata mapema so nilikuwa nishamwandaa kabisa. Okay, sawa. Anyways, welcome to the show na tunatamani pia kusikiliza mengi kutokea kwako, na kama kuna mtu yote pia anatamani kusikiliza chochote, we told you kwamba Nyasa Boy the house na mshikaji ameshafika huko ndani. Chochote ambacho unatamani kujua kutoka kwake basi usisite kucheki naye kupitia kodi ya 0742 707248. Jumbe yako inasomwa live hapa kupitia serikali kuu ya burudani, si ndio? Oh yeah. By the way umependeza kinoma noma. Asante, ila kwenye jina hapo kidogo ndio kama tulibadilisha hivi. Why? Yes, kutoka kwenye Nyasa Boy sasa hizi natumia jina la Olat4. What for? Olat4. Unajua jina limekaa kama kinaijelea. Sitajua ndo majina yetu tutafanyaje sasa. Okay. Au amesikia nilivyosema kwamba akija hapa lazima atupe dagaa na nili. Usipa. Inawezekana ndo anachokwepa huko. Anakwepa usipa. Hamna. Mbona hata kuna wasanii wengi wakubwa na majina mengine. Okay. Sio kama vile ukuta mna Diamond. Ana majina yake kuna Dangote nani. Sasa yeye hajabadilisha lile la kwake aliloanzia sana. Hiyo mingine ni AKA tu zipo. So mimi mwenyewe Olat4 Nyasa Boy. Vile mimi naona mbona kwangu ina make sense. Official jina ambalo unatumia kwenye ngoma zako? Olat4. Maana hilo sasa ndio jina ambalo tunalitambua sisi kwenye sanaa. Yes. Unafikiri kwa nini tuliamua kubadilisha jina? Niliona tu yani kwa upande wangu ile jina la Nyasa Boy alikuweza kukaa vizuri. Sasa nikaona bora nibadilishe mapema kabla mambo hayajawa makubwa zaidi. Washauri wengi hamna, mimi mwenyewe nimejishauri. Sawa, shauri mwenyewe. Okay, sawa. Ni kitu gani ambacho kimekuleta leo serikalini mzee wetu? Cha kwanza ambacho kimenileta kuja kutambulisha kazi yangu ambayo inaitwa Leo Mtanijiwa. So nikaona nilete hapa waweze kusikiza mashabiki zangu waweze kuenjoy zaidi. Yes. Kazi inaitwa Leo Mtanijiwa. Yao. Umetoka gani mpaka sasa hivi? Naona kama ina siku 5 hivi. Okay. Mapokezi? Mapokezi yake ni mazuri, so nikaona nizidi kuipushi zaidi iweze kufika mbali. Okay, so imefanyika kwa producer gani, lakini pia ni watu gani ambao wameshiriki kwenye kuiandika hiyo kazi yako? Ngoma amerekodi Glam Music na director anaitwa 4G, na ambao ameshiriki kwenye ngoma nimemshikisha, kuna mdogo wangu mmoja anaitwa Zanova. Sio mbona usikie kwenye ngoma. Swala 4G na mfahamu. Mwana nishoot kazi. Okay. Bwana mimi nakupea ongera moja. Unajua wewe ndio utakuwa mtu wa pili kuingia ni yeye na kameramani wako wa kwanza nilikuwa najua sio msemaji wa timu nikiwa na kameramani wangu nafurahisha. Wewe ndio utakuwa mtu wa pili kuingia na kameramani wako. Hongera sana kwenye hilo. Branding mdogo wangu. Nashukuru kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda, napendaga sana kwenda kufanya kitu. Tukio lote niwe nalo. Okay. Kumbukumbu baadaye. Sio kama nilienda. Ana kusimulia wanangu, mimi nilikuwa msanii. Kiko wapi mthibitisho mzee? Mzee unazikoa Mimi kwa chama mpira mimi shule. Ndio maana hata unapoenda kufanya mashow nini, kameramani lazima. Siwezi kwenda sasa bwana nimefanya show sehemu fulani. Viko wapi hauna. Kwa nikaona bora nije na kameramani ili tukio lote niwe nalo. Mbeleni huko nini, so hata familia wana enjoy. Kumbe mzee alikuwa anafanya hivyo. Sio tu familia, inakuwa rahisi pia kupata babies nini. Kama ndio ndizi tu. Sawa mzee wetu, time yetu ni yani time ya kupiga story na wewe ni time chache sana. Sasa hivi tumebakiza dakika 5. So kuna vitu gani ambavyo umevipoteza au umeviongeza kutoka kubadilisha jina kutoka Nyasa Boy kuja
Olat4, si ndio umeongeza nini au umepunguza nini? Kwa upande wangu naona kama kuna kitu nimekiongeza. Kwa mfano hata mashabiki kwenye peji zangu nikitembelea nikiangalia vile mwanzo na saizi vitu vili tofauti. Kwa jina la Olat4 naona kidogo kama wamekuja wengi, ndio hao ambao mimi naishi nao mpaka sasa. Lakini issue ya kubadili majina kwa wasanii wengi pia tumeona ina negative effect kwenye masuala ya mashabiki. Kwako imekuwa ni tofauti, wewe umeongeza mashabiki. Lakini sisi tunafahamu kwamba hii inaleta kugawa mashabiki. Na shabiki mpaka akuelewe kama umebadilisha jina pia ni shida sana. Ndio maana mimi niliamua kulifanya mapema. Mapema. Kuna muda gani tangia umelibadilisha? Naona kama lina miaka kama 2. Serious? Kwa maana hiyo Frame ta ametulisha matango pole. Usikone kichwa bro. Hapana, sijawalisha matango pole. Ndio, umesema ni Nyasa Boy. Ndio namfahamu kwa jina hilo. Kwa nini miaka 2? Yaani wewe ni mtangazaji, miaka 2 haujui msanii kama umebadilisha kazi kwa miaka yote hiyo mimi. Kwenye peji zake pia upiti. Maana imebadilisha kote, jitetee. Au mfuatilie, yani wewe sio shabiki yake kwa maana hiyo, yani kwamba sio mwana snitch you. Sikiliza iko hivi. Mshikaji wetu atakubaliana na hiki kitu kwamba peji yako ya mara ya kwanza sijui ilipotea, sijui ulifanyaje ukafungua peji nyingine. Au haiko hivyo? Haiko hivyo. Mimi mwenyewe tulikane kaumiza kizana kwa sababu unifanye kitu fulani kachenji, so mambo yakawa vile vile. Lakini pia mimi wakati ananielekeza alijitambulisha kwa jina la Nyasa Boy. Yeye mwenyewe anaamini kwamba ni rahisi kumuelewa kwenye hilo jina kwa sababu ni jina ambalo ni noni, si ndio? Yes, kwa mfano. Uone kama unaelewa sasa ile jina jipya. Ukiwa unajitambulisha kwa watu kwa jina la zamani. Kwa mfano Big hapa. Big nimefanya naye kitambo. Okay. So hata yeye anajua kwa jina hilo. Lakini nilipomtumia hata kazi zangu, yeye mwenyewe anajua kabisa huko ambao Nyasa Boy hapo kwenye sanaa anatumia jina fulani. Kwa hiyo mwenyewe tutakiwa tujiongeza au dogo kama tumia Olat4 kwenye sanaa. Kwa hiyo maanisha wewe bwana, unashangaza hiyo kazi hujaisikiliza. Na ana 80%. Alafu anakuuliza yani anakuwa mkavu kabisa yani. Na 80% nataka yeye hajasikiliza. Kama nitakuwa sijasikiliza. Anyways, game inaendaje mshikaji wangu? 2025 imekuwa na mabadiliko. Tunaona pia wasanii wakubwa, wasanii wadogo, wasanii wachanga wanafanya kazi. The competition is very high. Kwa upande wako umejipanga vipi? Tumeshapindua nusu mwaka sasa hivi. Tunamalizaje huu mwaka hapa katikati? Tuna projects zinakuja maybe, tuna EPs. Kwa sababu sasa hivi EP ndo mchongo unajua Yes. Mimi kwangu naona game ni nzuri. Na huu mwaka najitahidi mwishoni hapa. Sio tuna kujitahidi hapa nafanya mwishoni. So kuna kazi naiachia na msanii kidogo ambaye anafahamika, project tumeshaifanya, tusharekodi kazi. So hapa sasa nipo kukaa baada ya kama siku ngapi na shoot video. So mwisho wa mwaka na hisi ndio tutatoka nayo. Okay. Hatuwezi kumjua? Inawezekana. Nimefanya kazi na Mtafia. Yes, naona. Boy mwenyewe. Anajita nani hivi Mtafia? Anajita nani? Mbeya Force One. Wazee kufosi mazingira. Wasanii wa bongo wengi wala kulingana na aina muziki wanaoimba wao na mashabiki wao. Wa aina yao. Wewe mashabiki zako wa aina gani kulingana na muziki wako? Ni mashabiki zangu kwa sababu mimi nafanya muziki kama mimi naweza nikarap. Okay. Naweza nikaimba bongo flavor, muziki kama aina ya R&B ile. So lakini japo nimebengi sana kwa R&B, naomba naifukiza kwa sasa. Siwezi nikawagawa mashabiki zangu. Kwa ngoma zangu zote wanazisikiliza. Na ngoma kali kwa wote mimi wangu ni wanangu tu. Okay, sawa mzee wetu. Naona timu yetu inakata kabisa. Ungeitambulisha kabisa hiyo ngoma ili baada ya kulipia bill watu waende wakaisikilize. Ndo kama nilivyowaambia kwa majina yangu naitwa Olat4 kwenye peji zangu zote Instagram, TikTok. Ngoma yangu ndo kama mtanijua. Ambayo nimekuja kutambulisha hapa leo. Shabiki zangu waweze kuipokea. Waweze kuingia kwenye peji yangu kama kawaida. So waweze kunisupport pia. Wapi na wapi tunaipata? Kuingia Audiomack, YouTube, kuingia Instagram kule, TikTok kama kawaida. Unaandika Olat4. Olat4 ngoma? Leo mtanijua. Yes. Anyways, Olat4 ngoma inaitwa Leo Utanijua. Inapata nafasi ya kufungua playlist ya pili ya DJ King na sisi ndo tunaondoka kama ifuatavyo na tukirudi tuko na kijana 100. Leo kuna nini hivi? Bana, ugonjwa gani wa zinamba ukipata nafasi ya kupiga nao story utauomba ukae mbali na wewe. Kutongoza maneno mtu kupima zinaa. DJ King. Utanijua.
mtanijua leo, mtanijua.